Katika harakati za kuiboresha mitaa ya eneo bunge la Likoni kupitia kwa vijana, kundi la vijana limeungana leo na kufanya mkutano wa baraza ulioitishwa na naibu kamishna wa Longo Charity Center katika uwanja uliopo kwenye ofisi ya chifu wa eneo la Shikaadabu. Lengo kuu la mkutano huo ni kuwapa vijana nafasi ya kuyatema yale yaliyo mioyoni mwao, kupokea ushauri nasaha pamoja na kuelimishwa. Hivyo kwani linawauma, na hata mimi kama kiongozi nalifahamu haswa ya kwamba sisi kama wapwani tunanyanyaswa zaidi, na kwa sababu hiyo ndio maana tumeitana tuje tusemezane na tuandike minutes na forward. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi, nikiwa hapa kama kiongozi wenu niko na nyinyi hapa kwa hapa. Akizungumza wakati huo, naibu kamishna Charity Center amewaonya vijana dhidi ya kutumiwa vibaya na wanasiasa kuzua fujo, hasa wakati huu ambapo joto la kisiasa linazidi kupanda nchini kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Gun ni kijana ambaye anatumiwa kuleta uhalifu. So wewe usikubali kuwa hiyo kategori ya gun. Ati wewe sasa unatumika kama kama kibaraka ya mtu. Yeye na mtoto wake wamejifungia kwa nyumba huko, wametulia, wanakupatia wewe 1000, wanakwambia kachukue mawe kapige wengine vuruga mkutano. Sasa wewe maisha yako itakuwa iko vipi? Usikubali kuitwa gun na usikubali kujihusisha na magun. Kuhusu swala la matumizi ya madarati miongoni mwa vijana ambalo limetajwa kama doda ndugu la muda mrefu, kiongozi huyo wa serikali amewasihi vijana kuepuka ulevi na ulanguzi wa dawa za kulevya, kwani unaangamiza mustakabali wa maisha yao. Drugs hatutaacha kuimba kwa sababu ni swala nyeti ambalo tuko nalo na tuko nalo hapa nyumbani. Na wakati wote huwa tunasema mtu yote ambaye ameathirika na drugs hatumuiti kama jambazi ama mkora. Kwa tunamuita ni mtu ambaye ameathirika, na kuna vitengo vingi kama hospitali ambao wanafanya counseling. Ikiwa uko hapo kuna ndugu yako, uko na mzazi ambaye ameathirika na mambo ya drugs, kukaa, please, kama hujui uanzie wapi, anzia kwa chief, anzia kwa dio. Hata hivyo, vijana hawa wameonyesha matumaini ya kupata misaada kutoka kwa serikali licha ya kuwepo kwa malalamiko ya kusahaulika kwa miaka mingi katika miradi ya serikali. Mara nyingi sisi kufeel kwamba hatusikizwi, ama pengine wanasiasa ama serikali ikija yatuchukua picha na video na kwenda zake. Lakini safari hii tumepata uhakika kwamba minutes zimeandikwa na zitamfikia mpaka Mheshimiwa Rais. Sisi kama wanawake ama sisi kama wasichana tuko tayari katika hii project inayokuja Dongo Kundu. Wengi wetu tuko na skills. Short skills ndio job opportunities ambazo ziko kwa sasa hivi. Kwa mfano sasa hivi kuna hiyo Dongo Kundu economic zone ambazo kuna hizo kazi zinaanza sasa hivi. Without the certificate hakuna venye vijana wanaweza kupata ajira. Na uwezi fanya kazi na kwa mfano contractor ni Mchina, anakwambia anahitaji documentation ndio approve kwamba wewe una qualify kufanya ile kazi. Sisi kama government ama tuseme the national government iko na moyo mkubwa sana wa kujenga vijana, especially Likoni. Mimi nikiangalia Likoni itabadilika kwa sababu wametunukiwa na mambo mengi sana. Hii special economic zone vile nimetangulia kusema imetarget vijana, ndio maana wametrainiwa wengi. Matumaini ya kujiendeleza kimaisha yangali hai kwa viongozi hawa wa kesho, kwani juhudi zao bila shaka zitazaa matunda. Vijana power. Asanteni. David Lukoe, Habari 24.7, County ya Mombasa.